Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani nione watu wa Kajiado. Hey, naona mko chonjo mbaya sana. Vijana hoye. Nimeambiwa kuna vijana kutoka university. Vijana hoye. Pongezi na karibuni. Ndugu wananchi wa Kajiado, mimi nami nimekuja hapa kuungana pamoja na nyinyi katika sherehe hii, tukimshukuru Mungu kwa sababu ya huyu dada yetu Judith Pareno ambaye ako na nafasi ya kutumikia nchi yetu, taifa letu la Kenya, kama principal secretary ambaye atashughulikia maneno ya justice, constitutionalism, na mimi nasimama hapa ili kuungana na nyinyi kusema huyu mama Judith Pareno anatosha. Anatosha kwa sababu amedhihirisha wazi kwamba ako na uongozi. She has demonstrated leadership. She has demonstrated commitment. And she is a patriotic citizen of the Republic of Kenya. Vile imesemekana hapo mbele, wakati tulizungumza na ndugu yetu aliyetuacha Raila Amolo Odinga, na nyinyi mnamjua Raila Amolo Odinga alituacha na masomo na desturi na example. Yeye halikuwa kiongozi ambaye hakuwa na ukabila. Chama cha ODM ni chama cha kitaifa kwa sababu Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaamini kwa umoja wa taifa letu la Kenya. And that is why he had friends, he had daughters, he had sons from different communities of the Republic of Kenya, and he had partners and members of his party from every community in Kenya. Therefore, Raila Odinga leaves a solid example behind for us as leaders to be an inclusive, nationalist, political movement and country. Na ndio sababu hiyo, wakati tulikubaliana na yeye, tukasema huyu Judith anatosha kuwa principal secretary, atatusaidia kwa mambo ya sheria, kwa mambo ya katiba na kwa mambo ya human rights. And I stand here to say as her boss that she has discharged that responsibility with distinction. Mimi pia nimefurahi kwamba nimehusika kama rais wa nchi hii kutengeneza historia mpya katika jamii hii ya Wamasai. Pale nyuma tulipata msichana Mmasai akawa waziri wa kwanza katika taifa letu la Kenya, Mama Soipan Tuya. Leo hapa tena tunatengeneza historia ingine kupata msichana Mmasai kuwa principal secretary wa kwanza kuchaguliwa katika taifa letu la Kenya, Judith Pareno. Ni kumaanisha ya kwamba tunawatambua na vile vile tunajua ya kwamba what a man can do, a woman can do better. And we want the leaders, our women leaders, to demonstrate and to prove and to shame those who do not think much of women leadership by serving with distinction, so that in the future more women leaders
can come into the leadership of our nation. Kwa hivyo kina mama, nyinyi mko na nafasi ya kuonyesha uongozi wa kina mama na mchangie katika kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mimi vile vile nimefurahi ya kwamba nikiwa hapa Kajiado tumeunganisha na kujumuisha watu wa Kajiado katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Na washukuru sana watu wa Kajiado kwa kunipatia wafanyikazi ambao wananisaidia katika kuendesha serikali yetu ya Kenya. Juzi tumempata Ole Meja. Yeye sasa atakuwa anaongoza public service kama mwenyekiti. Pia tumempata dada yetu Mary Senator ambaye alikuwa ni mbunge wenu hapa. Yeye sasa atakuwa pale kama commissioner wa National Land Commission. Haya mambo yote mumenieleza ya mambo ya ardhi. Sasa nitashirikiana na yeye tuhakikishe ya kwamba pale ambapo hatujatatua mambo yenu ya ardhi, sasa tutakuwa na kiongozi wa karibu ambaye atahakikisha ya kwamba mambo ya Wamasai isisahaulike tena. Mimi nawashukuru viongozi wale wengine wote ambao tumefanya kazi pamoja na wao. Nawashukuru kwa sababu wakati tulienda katika uchaguzi uliopita, tulikubaliana ya kwamba wale watapata nafasi ya kuchaguliwa tutashirikiana na wao. Wale hawatapata nafasi ya kuchaguliwa pia tutapangana na wao ili kila mmoja wetu apate nafasi ya kuchangia uongozi wake katika mambo ya Kajiado na mambo ya taifa letu la Kenya. Kwa hivyo mimi nashukuru sana. Mimi vile vile nimefika hapa kwa sababu mbali na kuja kusherehekea nafasi Judy amepatiwa kama principal secretary wa taifa letu la Kenya, pia ni kuhamasisha na kuongea pamoja na nyinyi katika mambo ambayo yanatuhusu, hasa mambo ambayo yanahusu wananchi wa taifa letu la Kenya, wakiwemo wananchi wa hapa Kajiado. Nimewasikiza kwa makini maneno yale ambayo tumeweza kufanya, maneno yale ambayo bado, na vile mngependa sisi kama serikali tushughulikie mambo yenu ya maendeleo ya sehemu hii, ili tuweze kwa pamoja tutembee kama taifa moja, taifa la Kenya. Kwa mfano, mumenieleza kuhusu barabara hii ya kutoka Imaroro kuja hapa Mashuru mpaka Isara. Hiyo barabara tulijenga kama miaka 8 iliyopita nikiwa naibu wa rais, na tulikuwa tumefanya ikawa low volume kwa sababu siku hiyo tulikuwa tunatafuta pesa na hatukuwa na pesa ya kutosha. Leo mimi nataka niwatangazie ya kwamba hiyo barabara na tayari tumepanga na Wizara ya Mambo ya Barabara. Mwezi ujao tunatangaza kandarasi ya kujenga upya hiyo barabara. Najua viongozi wa hapa wameniuliza tufanye recarpeting. Mimi naona recarpeting haitafanya hiyo kazi. Hiyo barabara tunafanya reconstruction, tunaanza upya. Kwa sababu ninajua hiyo barabara ndio inatumika kubeba jangarawe inaenda Nairobi. Inabeba mali mingi ya kwenda Nairobi, si ni kweli? Na tusipojenga kiwango ambayo inatoshana, pia baada ya muda mfupi hiyo barabara itapotea. Kwa hivyo we have agreed that we are going to upgrade that road into kiwango ya B2 na tutafanya reconstruction, na tunatangaza kandarasi mwezi ujao tuweze kuwajengea hiyo barabara.
Najua vile vile mbunge wetu hapa Bwana Maimai amenieleza ya kwamba mnataka barabara pia ya kutoka pale Kitengela iende Twala iungane na kule Ongata Rongai. Hiyo barabara tayari tuko na pesa yake. So Mheshimiwa Mamai, usikuwe na wasiwasi. Hiyo barabara mimi nitakuja mwenyewe kuianzisha wakati nimemaliza na maneno kidogo kidogo. Najua vile vile mungependa tujenge barabara kutoka pale Isinya tuunganishe na kule Konza City. Huyu Mama Peris amekuwa akiniangaisha na hiyo barabara, lakini si ungesema tu Mama Peris, hiyo barabara inapitia karibu na kwako hapo nyumbani, ndio? Lakini amesema kwa sababu ya wananchi wote, si namna hiyo? Kwa hivyo hata na hiyo barabara sasa, kwa sababu mmenieleza na tayari nilikuwa na mpango yake, I want to make sure that it is also advertised next month so that we can do those roads. Tuko na barabara zingine nyingi ambazo zinaendelea. Hii Kajiado, ile barabara ya kutoka Ngong kwenda mpaka iungane na Suswa tumemaliza juzi. Sasa unaweza kutoka hapa uende mpaka Suswa bila ya kupitia Nairobi. Na zingine ambazo ziko hapa katikati tumeweka pesa bilioni 2.7 ya Kajiado County ya kupanga mambo yenu ya mabarabara. Vile vile hii Kajiado, mimi nataka niwaeleze katika mpango yetu ya ujenzi wa manyumba ndio ajira za vijana sipatikane, ujenzi wa hostels, ujenzi wa masoko, serikali imewapatia shilingi bilioni 28. Sikizeni bana, 28 billion shillings is dedicated to Kajiado County. For the first time in the history of Kenya, we have a budget of 28 billion shillings for Kajiado County. Hapa tunajenga nyumba 11,000. Tayari Kajiado Town inaendelea, Ngong Town inaendelea, Kitengela Town inaendelea, Loitokitok Town inaendelea, soko 13 zinaendelea kujengwa hii Kajiado. Na hostels ya vijana 3,600 inaendelea hapa Kajiado. Kwa sababu tumesema njia ya kuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya ni kuweka miradi na mipango ya maendeleo na vile vile kutoa nafasi ya ajira kwa vijana wetu. So that program is going on, and I want to assure the people of Kajiado County that as we develop infrastructure everywhere else in the Republic of Kenya, Kajiado will be in the middle, in the center of that development. Mumesikia waziri wangu wa kawi hapa, Mheshimiwa Opiyo Wandayi, amesema mpango ya Kajiado hapa ni kuunganisha nyumba 10,000 mpya kwa huduma ya stima. Na tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 1.6, 1.6 billion shillings. Na huyu muungwana atatembea kila constituency wakiwa na hao wabunge, ndio tuhakikishe ya kwamba mahali hatujafikisha stima tunajaribu kufikisha, na pesa hizo zikiisha tuko na mpango wa awamu ya pili, until we make sure that electricity reaches every part of the Republic of Kenya. Kwa hivyo tutashirikiana jinsi hivyo mumesema. Nataka tu niwahakikishie ya kwamba vile tulikubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga, tunataka kuondoa ukabila, chuki na ubaguzi katika siasa na maendeleo ya taifa letu la Kenya. We must eliminate ethnicity. We must eliminate exclusivity. And we must deal with matters that are negative to our country. Na tutashirikiana pamoja
na hawa viongozi wote. Na wauliza ndugu zangu watu wa Kajiado, Roma haikujengwa siku moja, but step by step, one plan after another, one stone on top of another, we are going to change this nation. Najua dada yangu Judy, because this is her celebration, ameniuliza mambo matatu. Ameniuliza ya kwamba tufanye empowerment ya kina mama. Sasa Judy, nimeongea pia na huyu mbunge wetu wa East hapa, muketi chini na yeye tupange hiyo maneno mmesema. Umesema kuhusu mambo ya ardhi, Olorien hapa na kule Sheep and Goat pale Embakasi. Kwa sababu sasa nimetengeneza commission mpya ya mambo ya ardhi, na dada yetu Mary Senator atakuwa hapo ndani. Tayari ile shida tulikuwa naye kubwa ya Mau tumetatua. Shida tulikuwa naye hapa ya Amboseli tumetatua. Shida tulikuwa naye ya Kedong tumetatua. Tayari tumetoa ekari 10,000 actually ya watu wa pale kupatiwa. Hii ya Olorien, I want to assure you, tutatatua. Hiyo ya Embakasi tutatatua. Ile iko Mosiro pale tutatatua. Tutahakikisha ya kwamba mambo ya ardhi ambayo inawahusu hasa jamii hii kwa wingi, ikienda mpaka kule Samburu, pia tutahakikisha kwamba all those hotspots are in my radar. And I want to assure you we are going to sort them out. Kajiado tunaelewana? Mnasema tushirikiane namna hiyo? Na mimi nataka niwaulize hawa viongozi ndugu zangu. Sisi tumekubaliana kwa hiari ya kwamba taifa letu la Kenya ni ya muhimu kuliko chama kimoja, jamii moja ama mtu mmoja. Taifa letu la Kenya ni ya muhimu kwetu sisi zote. And it is on that basis of knowing and understanding that the unity of Kenya, the nation of Kenya, is greater than any political party or any political formation or any political leader. That is why we came together as a broad-based government. Hiyo ndio sababu. And we didn't come together as a broad-based government because of leaders or because of positions or because of personal interest. It is because of the people of Kenya. Na ndio sababu hiyo mnatuona tunashirikiana, tunafanya kazi kwa pamoja. Hawa viongozi, watu wa UDA, watu wa ODM, mjue nyinyi ni ndugu moja. Na muko, you have the leaders in ODM and the leaders in UDA. You have a historical opportunity to make sure that this country becomes united and that we transform this nation. The transformation of Kenya has been delayed for a very long time because of division, because of small minds and small ideas. I want to urge the leaders of ODM, the leaders of UDA, the broad-based government people, that we work together, focus on the transformation of this great nation. We have a historical moment to do it. Mungu ametujalia, haikukuwa mpango ya Raila Odinga, haikukuwa mpango ya William Ruto, ni mpango ya Mungu ndio ilituleta tukawa broad-based government, tukafanya kazi kwa pamoja. Hapa katikati kutakuwa na mashindano, na mashindano ni kitu mzuri. Tutakubaliana
Tumeketi chini tayari tukasema kama UDA tumesema tuko tayari kuzungumza na ndugu zetu wa ODM. ODM wamekubali, wako tayari tuzungumze pamoja na watu wa UDA. Na hiyo mazungumzo itakuwa ni vile ya kuunganisha taifa letu la Kenya, vile ya kushughulikia mambo ya wananchi wa taifa letu la Kenya, ndio Kenya ibadilike kwa manufaa ya Wakenya wote milioni 55. That is our mission, that is our commitment, that is our focus. Mashindano haya ya viti tutashindana kama kawaida ya demokrasia. Na hawa wananchi ndio watatuamua. Si ndio? Wananchi hawa ndio mafundi. Wanajua nani anatosha MCA, wanajua nani anatosha mbunge, wanajua nani anatosha senator, wanatosha nani anatosha governor, wanajua nani anatosha rais, ama namna gani? Si nyinyi mko na hiyo ufundi? Si ndio mnachagua wananchi? Ama namna gani? Lakini mimi nawauliza nyinyi wananchi, wakati mnachagua kiongozi, mnachagua kwa sababu ya kabila yake ama kwa sababu ya kazi yake? Mnachagua kwa sababu ya sura yake ama kwa sababu ya kazi anajua kufanya? Si kila mtu atakuja hapa na scorecard yake, ama namna gani? Msichague tu mtu kiholela. Chagua mtu na mpange kila mtu na ile kazi amefanya. Kama ni mtu ya kutangatanga hapa na siasa duni ya kugawanya watu na ukabila na chuki, huyo ni mtu wa kupelekwa nyumbani mbio mbio. Ama namna gani, my friends? Sio kama tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie ndugu zetu hapa, wanachama ya ODM, wanachama wa UDA, nataka niwaambie msikue na wasiwasi. Wale watu watakaochaguliwa, wale ambao hawatapata nafasi, tunajua pia kuwapanga. Na mimi nasema hivyo nikiwa Kajiado. Ulizeni hawa watu wa Kajiado. Hawa ndugu zangu watu wa Kajiado walikuwa wanashindana hapa, si ndio? Na niliwaeleza tutapangana vizuri. Si hapa Kajiado, si Kato walishindana na Paris? Si walishindana na Paris? Ama namna gani? Sasa niwaulize, kuna mwenye hana kazi sahi? Si Kato ananisaidia pale kuwa controller? Si Paris ni senator? Shida iko wapi? Ama? Si ndio? So, hakuna wasiwasi. Mutashindana hapa, yule ambaye atapata kwa mapenzi ya Mungu na kura ya hao wananchi, tutampigia makofi, tufanye kazi na yeye. Yule ambaye hatapata, tutapanga yeye pia, ndio kila mtu achangie, ndio tuende mbele pamoja. Sijui kama tunaelewana, my friends. Si mnasema tuendelee namna hiyo? Si ndio? So, mimi nataka niwaulize hawa ndugu zetu wote. Mtu wa ODM akipata, yule wa UDA tutampangia mahali. Mtu wa UDA akipata, yule wa ODM tutampangia mahali. Halafu tunaenda pamoja. Ama namna gani? Si mimi naona hapa mmechanganya maneno. Mimi naona hapa iko rangi yellow, iko rangi ya ODM ya manjano, na sisi wote ni ndugu moja. That is how we are going to move into the future together. Sio kama tunaelewana? Kwa hivyo wana Kajiado, mnakubali sote tutatembea safari moja kama broad based? Mnasema tutembee pamoja kama broad based? Tuunganishe Kenya. Nasikizeni my friends, kuna tofauti mkubwa kati ya UDA, ODM ya broad based na wale majamaa wengine. Sisi tunaamini katika umoja wa taifa letu la Kenya. Sisi hatuna ukabila na hatuna chuki na hatuna ubaguzi. Wale wengine mnawasikia lugha yao. Nyinyi wa Masai, nyinyi wa Kikuyu, nyinyi wa Kisii, sijui nyinyi wa Hindi. Mimi nataka niwaambie hawa watu, wacheni kugawanya Wakenya kwa misingi ya kabila. Sisi ni Wakenya. Sisi wote ni Wakenya. Tuwaambie aje? Sisi wote
tuambie ache sisi wote, wacheni ukabila. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, chuki, kisirani, vitimbi, ukabila, ubaguzi haina nafasi katika taifa letu la Kenya hii. Na wale wanataka kutuletea hiyo kisirani ya ukabila, kubagua wa Kenya, ati wewe ni Muhindi, sijui wewe ni kabila ile, wewe sijui ni wa dini ile, tunawaambia pepo chafu ya ukabila na kugawanya wa Kenya ishindwe. Ama mnasemaje wana Kajiado? Mnakubali tuungane jameni? Tushirikiane? Hebu ni wale wanasema tuungane na tushirikiane. Tumekubaliana? Mwisho, Judy amenieleza kwamba hawa maaskofu wako na maneno. Na unajua hawa maaskofu ni marafiki zangu. Nafikiri walimnyemelea huyu mama akamwambia sema mambo yetu kwa huyu mtu anatujua. So mimi nawajua kweli. So hiyo maneno mmesema nitaenda nipange. Alafu nitatumana. Si ndio? Kwa hivyo asanteni sana wana Kajiado. Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Mjue ya kwamba mambo yenu iko katikati ya mipango yetu kama taifa la Kenya na kama serikali ya Kenya. Asanteni sana. Mungu awabariki na nawapenda sana. Ati so Kajiado mnasemaje? Ati Kajiado mnasemaje? Ati Kajiado mnasemaje? Ati Kajiado mnasemaje? Asanteni sana. God bless you. Tumpongeze rais mara nyingine, na naomba sote tusimame ili tumalize ibada yetu kwa maombi. Sote tusimame wima tumalize ibada kwa maombi. Tushukuru kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante. Umbali huu umetuleta, kwa kweli umekuwa Ebeneza. Asanti kwa yale yote ambayo tumesikia kupitia kiongozi wetu wa nchi na viongozi wetu wa taifa. Bwana, tunatumia watumie kama vyombo ili nchi yetu na hasa kaunti yetu na nchi nzima ya Kenya inawiri kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa sherehe hii ya PS wetu Pareno. Baba, tunawafunika wote ambayo attend hafla hii kwa damu ya Yesu. Lord, as we disperse and go to our different destinations, I pray for the covering of the blood of Jesus. We refuse incidences and accidents on the road. Lord, I pray for safety for everyone as they go back home in the name of Jesus.